nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, 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 imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Habari za wakati huu, mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo, kipindi ambacho kinaandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo katika kipindi hiki tumemwalika meneja miradi ya ubia Bi Elizabeth Maro. Karibu sana kwa mara nyingine katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo, ili basi uweze kutuelezea mengi, faida miradi inayotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa, lakini pia mtazamaji ambaye anatuangalia ama ambaye amekuwa akitufuatilia mara nyingi kupitia vipindi vyetu, anasikia tu neno JV, joint venture, anasikia ubia, haelewi ni kitu gani, anatamani kufahamu kupitia kipindi hiki. Mimi ninayekualika naitwa Domina Remanyila. Wewe mtazamaji, tunakualika uwe pamoja nasi kupitia kipindi chetu. Kwa kuanza, Bi Elizabeth, ungeanza kwa kutueleza Shirika la Nyumba la Taifa kwa sasa lina miradi mikuu ya aina gani, ama ujenzi unaofanyika kwa sasa ya miradi? Karibu. Shirika la Nyumba la Taifa sasa hivi siku zote limekuwa lina miradi ya aina kuu mbili. Miradi ya kwanza ni ile ambayo shirika inatekeleza kwa kufinance yenyewe kwa fedha zake za ndani, ambayo ni tunasema kutoka kwenye retained earnings, au kwa kukopa, au kwa njia zote mbili. Hiyo ni miradi ambayo inatekelezwa 100% inakuwa inamilikiwa na Shirika la Nyumba. Lakini aina ya pili ya miradi ambayo shirika inatekeleza ni miradi ya ubia, ambayo tunasema shirika linaingia mikataba na wawekezaji binafsi, tunawekeza kwa pamoja. Ndio tunasema sasa miradi ya ubia ambako katika umiliki wake tunakuwa tunamiliki pamoja na watu binafsi. Hebu tuambie sasa, tunaposema ubia tunamaanisha miradi ya aina gani kati ya hii ambayo umeitaja? Okay, kwa ubia tunasema ni miradi ambayo shirika imewaalika wawekezaji binafsi waweze kuwekeza na taasisi, kwa namna ambayo shirika inatoa kiwanja, mwekezaji anatoa gharama zote za ujenzi. Baada ya kukamilika ujenzi, tunakuwa tunagawana kwa namna ambavyo tumekubaliana, kila mwekezaji na njia ambayo kaichagua yeye kutoka kwenye modo zetu ambazo tunasema ni joint venture arrangements ambazo tunazo kupitia policy yetu mpya ya ubia. Anakuwa modo ambayo amekuwa ameichagua, basi ndio yeye tunaoingia nayo mkataba ya yeye mwekezaji kuwekeza pamoja na sisi. Kwa hiyo mwisho wa siku akishakamilisha ile jengo, tunagawana kulingana na namna tulivyokubaliana tangu mwanzo ambavyo tumeingia mkataba. Ni sifa zipi ambazo zinamfanya mtu ama kampuni iweze kuingia ubia na Shirika la Nyumba la Taifa? Ili kampuni, kwanza tunawekeza tu na kampuni. Mtu binafsi hawezi kuwekeza na shirika. Ni kampuni tu. Lazima iwe ni kampuni. Na ili kampuni iweze kuwekeza na Shirika la Nyumba, yaweze kuwa mbia wa Shirika la Nyumba pamoja na Shirika la Nyumba, cha kwanza anatakiwa awe anafanya biashara ambayo ni halali kwa shirika, kwa Tanzania, kwa sheria za Tanzania. Pili, lazima awe na uwezo wa kuwekeza katika miradi mikubwa. Na tukisema kwamba uwezo wa kuwekeza katika miradi mikubwa, shirika tunavyotangaza viwanja vyetu, tunasema viwanja vyetu katika maeneo ambayo tunaita kwa lugha ya kigeni ni prime areas. Maeneo ambayo tunasema gharama zake ziko juu. Kwa hiyo eneo ambayo gharama iko juu tayari na thamani ya mradi unaoenda kuwekwa pale inakuwa iko juu. Tumeweka ratio ya gharama ya mradi iwe at least mara 4 ya value ya land pamoja na existing property kwa sasa kabla ya kuingia ubia. Kwa hiyo kishakuwa mara 4 ya ile, maana yake tayari value ipo juu. Kwa hiyo mwekezaji anatakiwa awe na uwezo wa kuwekeza kwa kiwango hicho. Lakini kingine, awe ni mwekezaji ambaye ana uzoefu katika kuwekeza kwenye miradi ya majengo. Tunasema uzoefu katika real estate projects, awe na uwezo huo. Awe na hiyo experience ya kwamba ameshawahi kuwekeza kwenye majengo ya real estate au tayari anamiliki majengo mengine. Hiyo pia inampa nafasi kubwa ya kuweza kuingia ubia pamoja na Shirika la Nyumba. Lakini ninyi mnafahamu vipi kwamba huyu mwekezaji amekwisha wekeza sana katika majengo mbalimbali, lakini pia kufahamu ule uhalali ambao unausema wa yeye ili aweze kunufaika ama kushiriki na NHC katika miradi hii ya ubia?
Kwa shirika la nyumba, kwanza tunavyotoa matangazo, tunapomwalika mwekezaji aje kuwekeza, tunavyotoa matangazo, tuna mahitaji ambayo tumeweka. Tunasema requirements za kuweza kuapply kuwekeza na shirika. Katika zile requirements, katika vitu ambavyo anataka kuviwasilisha, kimoja wapo ni documents zake zote za usajili wa kampuni yake. Lakini pia tunamtaka katika ile aambatanishe experience yoyote, masuala yote ya kifedha, kila kitu aweze kuambatanisha katika zile application zake. Kwa hiyo tunapofanya uchambuzi wa kina kwamba mwekezaji yupi anafaa kwenye kiwanja kipi, kwenye plot aliyoomba, kama anatufaa, tunaangalia vile vitu alivyoviwasilisha. Lakini tunaenda mbali zaidi, akipita ile hatua ya kwanza, tunaenda tunafanya uchambuzi yakinifu, ngine tunasema due diligence. Kwenye kufanya due diligence tuna involve mpaka BRELA, tunaenda kufuatilia zile documents alizowasilisha na kufanya searching kama kile kitu alichokiambatanisha kipo sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo tunaenda mbali zaidi na kuchambua zaidi ya zile documents alizozileta kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu ni kweli anachokileta kwenye application zake na uhalisia yuko hivyo. Kwa hiyo pia inatusaidia kumpata mtu ambaye ni wa uhakika. Ili huyu mtu aweze kuingia ubia na Shirika la Nyumba la Taifa, inakuwa imemchukua muda gani baada ya kuwasilisha zile nyaraka zake ambazo ninyi mlizihitaji? Tangu tumezindua sera mpya, tumekuwa tukiweka tumeweka kwenye batches. Tumezindua sera 2022. Baada ya kuzindua tukatoa matangazo watu waombe. Wakaomba, tukaeka muda ndani ya miezi 6 watu walikuwa wanaomba, lakini dirisha halijafungwa la kuomba mpaka sasa hivi bado watu wanaomba. Lakini tukaeka limit kwamba sasa hivi tunaenda kwa evaluate au ambao wamefika kiwango fulani. Baada ya kufanyia uchambuzi tukasaini nao mikataba 2023. Kwa unaweza ukaona tangu tumezindua sera Septemba 2022 tukapokea maombi tuseme mpaka 2023 Disemba tukasaini nao. Kwa hiyo zaidi ya miezi 6. Kwa sababu ni lazima tuwachambue, lazima tufanye nao vikao vya tunaita negotiation meetings, lazima tukakague. Kwa hiyo inachukua muda mrefu, si chini ya miezi 6. Yes, si chini ya miezi 6. Naweza nikasema si chini ya miezi 6 anakuwa ndo tunaweza sasa tukamjulisha mdia kwamba ombi lako limekubaliwa. Baada ya pale tunaenda kwenye mchakato wa pili wa kuandaa mkataba. Mkataba nao una process yake. Tukishauandaa tunampa aweze kujibu iko sahihi, kuna attachments ambazo anatakiwa ambatanishe michoro, tunapeleka kwa Attorney General. Ikienda kwa Attorney General na yenyewe inachukua muda kule kidogo waweze kuchambua na wao. Wakirudisha tuna sign mkataba. Tukisha sign mkataba unatutaka ndani ya miezi 6 tutekeleze mradi. Kwa hiyo kila upande una vitu vyake vinatakiwa vifanyie kazi. Mbia atatakiwa kuomba permit, awakilishe ile michoro, full michoro ya kujenga, kisha taratibu zote ziko sawa. Kwa sisi shirika sasa ule ndani ya miezi 6 tunakuwa sasa na muda wa kuwapa taarifa wale wapangaji wetu waweze kutoka. Kwa hiyo tukisha saini mikataba ndio pale tunasema sasa huu mradi eneo hili tunaingia kwenye uwekezaji. Kwa hiyo ndio tunaweza tukamtaarifu mpangaji alikopo awali, tuweze kumpa notice na taarifa kwamba anatakiwa kutoka kwenye nyumba apishe mradi. Itachukua muda kwa sababu na watu wezi kuwapa tu taarifa ghafla mwezi ujao tokeni. Kwa hiyo tunakuwa tena muda mwingine ya miezi 6. Ila ile miezi 6 huwa tunasemaga tumeweka miezi 6 lakini sio lazima iishi. Sisi upande wetu wapangaji wetu wakitoka ndani ya miezi 3. Notice zikisha za miezi 3 wamevacate. Na mwekezaji amekamilisha taratibu ya upande wake, tunamkabidhi site kwa ajili ya kuanza ujenzi. Lakini taratibu zote za mpaka anasaini mkataba si chini ya miezi 6. Na baada ya kusaini mkataba tunakuwa na miezi 6 sasa ya kufanya maandalizi kwa ajili ya mradi ambao pia na yenyewe anachukua muda kwa sababu anaenda kuomba permit jiji na kwenye kuna bureaucracy yake. Haiwezi kuwa ni lazima apate time ya kufanya kwa uangalifu zaidi. Sasa Eliza, tayari mko katika mchakato wa huyu ambaye ndio mbia na wakazi wa jengo fulani ambalo linakwenda kufanyiwa ubia mmekwisha wapa notice ya kutoka miezi 3. Si ndivyo? Lakini huku mna bahati mbaya inatokea labda hamjakamilisha zile taratibu ambazo zinamtaka huyu mbia ili ziweze kukamilika na yeye aweze kuanza ujenzi wake haraka. Je, kwa wale wapangaji ambao wanakuwa wametoka ndani ya hiyo miezi 3 mliowapa au ambao wanakuwa bado hawajatoka, ni hasara ipi ambayo shirika inaipata? Kama endapo mpangaji watatoka kwa ule muda ambao tuliwapa, ni kweli kile kipindi tutakuwa tupokee kodi. Lakini kama endapo mpangaji watakuwa bado hawajatoka, sababu tunawapa miezi 3 na sisi tuna ample time ya miezi 6. Kwa hiyo tunavompa notice ya miezi 3,
Kama kuna ambaye huku tukiwa na sisi, kwa sababu tunakuwa na mawasiliano idara ya ubia na idara ya wanaosimamia majengo yes. Kwa hiyo manake kama sisi huko mbia kisha kamilisha tatizo zake, tunafanya mawasiliano watoe notice nyingine. Kama inakuwa bado, kwa sababu tunakuwa na vikao vya kila wiki, kama inakuwa bado tunawataarifu waongezee tena notice zingine za miezi 3 au mwezi mmoja. Kwa hiyo kipindi ambacho notice zinaendelea, wale wapangaji wanaendelea kulipa kodi mpaka pale tutakapopa notice ya mwisho kwamba mwezi ujao kabizini funguo. Ule mwezi na anakuwa sasa ndo tunafunga akaunti zetu, tunakuwa hatupati chochote kwa wakati huo. Yes. Na mnapokuwa mnaingia ubia katika haya majengo ambayo tunayaona Shirika la Nyumba la Taifa, iwe hapa jijini Dar es Salaam, lakini iwe katika jiji la Mwanza, ni mbia mwenyewe anakuja kuchagua jengo, anachagua eneo kwa mimi nataka hapa kufanya uwekezaji, ama shirika ndilo ambalo lina jukumu la kufanya hayo, ya kusema majengo yetu haya yaliyopo sehemu hii ndio tunakwenda kufanya ubia? Hatua ya kwanza baada ya kuzindua sera, shirika liliainisha majengo yote, viwanja vyote ambavyo vina majengo yanayofaa kubomolewa na kuingia ubia. Katika sera ya ubia tume identify ni aina gani ya viwanja ambavyo vinaweza vikaingia ubia. Cha kwanza, kiwanja ambacho kina jengo ambalo limechoka sana, ambayo tunasema very deteriorated building. Kwa hiyo anytime inaweza kuwa condemned, au gharama zake za matengenezo zinaweza kuwa kubwa sana kiasi kwamba inabidi uwekeze, ni kama umejenga jengo jipya. Jengo la pili ni ile ambalo value ya jengo, thamani ya jengo ni ndogo sana, at least 30% ya value ya kiwanja, ya thamani ya kiwanja. Kwa hiyo maana yake pale tunajua kabisa mapato tunayopata kwenye ile jengo hayaendani na thamani ya kiwanja. Hiyo ni aina ya pili. Aina ya tatu ni vacant land, kiwanja kitupu ambacho kina jengo tayari kinaingia kwenye ubia. Kwa hiyo sisi baada ya kufanya tathmini ya maeneo yote Tanzania nzima ambayo tunaweza tukaingia ubia, tukayatangaza. Kwa hiyo baada ya kutangaza, mbia anachagua, mwekezaji anachagua, mimi nataka kuwekeza hapa kwa sababu na wao wanafanya feasibility. Kabla hajaje kuomba, naye anakuwa amefanya study zake, nikaenda kuwekeza hapa, ni jengo la aina gani, anataka biashara aina gani kwa ajili ya market yake anaitarget. Lakini pia tumeacha uwanja kwa ile maeneo ambayo hatukuyaia lakini mbia anaweza kaliomba. Kuna viwanja ambavyo hatujaviia kwa ajili ya ubia, lakini mbia anaweza akaliomba. Akiliomba, sisi tunakuja kulichambua pia katika vile vigezo vyetu vitatu. Je, ile eneo kuna kiwanja hichi, saa nyingine kuna viwanja ambavyo ni vitupu, hatukuvitaja kwenye ile matangazo yetu, hatukuviweka. Kwa maana moja nyingine tuliacha kwa ajili ya kuwekeza sisi wenyewe. Kuna maeneo ambayo tuliacha kwa ajili ya kuwekeza taasisi kwa fedha zetu za ndani. Kwa hiyo maeneo kama yale mbia akiomba, tuna discuss, management inajadili ndani. Je, ni italeta faida zaidi kumwachia mbia au tumkatalie, tutajenga wenyewe ndani. Kwa hiyo ikiingia kwenye vivi, au pia je, na jengo pia lilochoka pia, yes, jengo limechoka, tunaweza tukaliingiza. Kwa hiyo pia tunaweza tukamkubalia jengo ambalo kalichagua, lakini sisi tukulitangaza. Kwa hiyo aina zote mbili mwekezaji anaruhusiwa kuomba. Kwa hiyo Eliza, unachotaka kutueleza ni kwamba Shirika la Nyumba la Taifa tayari baada ya sera ile ya ubia kuzinduliwa kama ambavyo umetuambia hapa Novemba 2022, si ndivyo? Ni kwamba kuna maeneo ambayo tayari ninyi mlikuwa mmeyaona yanastahili kufanyiwa ubia, na hayo ndio mkayaainisha, mkawakaribisha wawekezaji. Yes, ndio. Si kwamba kama ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakizani kwamba jengo ambalo alikuwa limeainishwa lakini mbia akalitamani kufanya uwekezaji, akaja kwa shirika akazungumza pamoja nanyi watu wa ubia alafu akataka kuwekeza. Kwa hilo linawezekana, linafanyika? Yes, hilo pia linawezekana, kama ambavyo linawezekana kwa sababu katika vigezo vyetu kwenye tumeainisha kwamba mbia anaweza kaomba viwanja vilivyotangazwa na ambavyo havijatangazwa. Lakini kwa sababu tayari tumeshaainisha vigezo vya kiwanja gani kiingie kwenye ubia, mbali na vile ambavyo tuliviainisha mwanzo. Kwa sababu mwanzo tuliainisha tu kwamba tukave nchi nzima. Kwa labda Tanzania, Dar es Salaam ikachukua tu labda ploti 50, mkoa huu ploti kadhaa, mkoa huu ploti kadhaa, hazikuchukuliwa zote. Tukiamini kwamba kwa ile awamu ya kwanza visiombwe maeneo yote. Lakini awamu zilizokuja kufuatia, wawekezaji walikuwa wanaomba maeneo ambayo tujatangaza. Kwa maeneo ambayo tujatangaza, tunaangalia katika vigezo vyetu. Tunasema kigezo cha kwanza, jengo lazima liwe jengo, hicho kiwanja kina jengo chakavu. Kwa kama mbia kaomba, mwekezaji kaomba kuwekeza kwenye ile eneo lina kiwanja chakavu, lina jengo chakavu, basi anakubaliwa. Au ameomba eneo ambalo hamna jengo kabisa, pia anaweza kukubaliwa. Kwa hiyo ile eneo ambalo tujalitangaza kuna mawili, anaweza kukubaliwa au anaweza kukataliwa
kulingana na malengo ambayo tayari taasisi ilishajiwekea nini ilikuwa imepanga kufanya kwenye kile kiwanja. Kuna maeneo ambayo waliomba ubia yakakataliwa kwa sababu tayari shirika lilikuwa lina mpango wa kuwekeza wenyewe kwa fedha za ndani. Yes. Kwa hiyo ambacho unataka kutueleza na kwa faida ya wale ambao wanatutazama wakati huu sasa wanaotamani kuwekeza kufanya ubia na shirika la nyumba la taifa, si kwamba anaweza akaja tu akasema pale mtaa wa Alkani kuna jengo nimeliona natamani kuingia ubia na ninyi, haya tuanze mchakato. Hapana, hiyo haifanyiki. Hapana, lazima ingie, yani ile ombi lake liingie kwenye mchakato. Linawezekana au haliwezekani. Yes. Lazima liingie kwenye mchakato. Lazima liingie kwenye mchakato. Asante kwa haya ambayo umeweza kutuambia. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, mtazamaji ambao unatazama kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba. Tutakaporejea tuendelea na kipindi chetu. Leo tunaangalia sera ya ubia iliyoboreshwa na shirika la nyumba la taifa, kwa namna ambavyo imeweza kunufaisha makampuni mbalimbali hapa nchini, lakini si makampuni tu, hata wananchi, kwa sababu wapo watakaopanga katika nyumba za makazi, lakini pia watakaopanga katika majengo ya biashara, si ndivyo? Ndio. Shirika la nyumba la taifa NHC linawakumbusha wapangaji wake wote kulipa kodi ya pango kwa wakati, yaani ndani ya siku 7 za mwanzo wa kila mwezi, kama ilivyoainishwa katika kipengele namba 6 cha mkataba wa upangaji. Malipo ya kodi yanaweza kufanyika kupitia benki mbalimbali au kwa kutumia huduma za malipo kwa simu za mkononi, ambapo mteja anatakiwa kuhakikisha ametumia nambari ya kumbukumbu, yani control number, aliyopokea kutoka shirika la nyumba la taifa. NHC inakumbusha kuwa kutolipa kodi kwa wakati kutasababisha kutozwa adhabu, yani penalty ya ucheleweshaji, kusitishwa kwa huduma mbalimbali na kuvunjwa kwa mkataba wa upangaji, na hivyo kupoteza haki ya kuendelea kuwa mpangaji wa shirika la nyumba la taifa. Shirika linawasihi wapangaji wote kulipa kodi zao mapema ili kuepuka usumbufu na kulinda haki zao za upangaji. Pia kwenye nyumba ambapo wapangaji wanapaswa kulipa gharama ya huduma, yani service charge, linasisitizwa kulipa malipo hayo ndani ya mwezi husika. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na NHC au tembelea tovuti ya www.nhc.co.tz. Na mtazamaji, ikiwa ndio kwanza unaungana nasi, unatazama kipindi Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na shirika la nyumba la taifa, na leo kipindi chetu tuko na Bi Elizabeth Maro. Huyu ni meneja wa miradi ya ubia ya shirika la nyumba la taifa. Miradi ya ubia ya NHC imetapakaa sehemu mbalimbali hapa nchini, na ni baada ya sera ya ubia ambayo iliboreshwa ikazinduliwa na aliyekuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Novemba 22 mwaka 2022 katika ukumbi wa JNICC jijini Dar es Salaam. Elizabeth, yes. Kuna miradi ambayo NHC mnasema usimamizi wa miradi hii awali ulikuwa ukifanywa na mbia, lakini kwa sasa NHC inachukua ile miradi ambayo inakuwa imeshindikana kutekelezwa. Hii inakuwa inakuwaje? Kwa sababu awali umetueleza kuna vigezo mbalimbali mnavipitia, zikiwemo sifa za huyu mwombaji, jengo mnakuwa mmeangalia ambalo mnajua ili tunafanyia ubia, lakini baadaye tunakuja kusikia kwamba jengo fulani lilikuwa ambalo NHC limempa mbia, lakini mbia ameshindwa kuliendeleza, NHC limechukua ule mradi. Kwa mfano lilitukia moja, nadhani unakumbuka, pale Morogoro. Ndio. Ya, ni kweli kama mpaka tulifika hatua ya kuboresha sera ya ubia. Shirika limekuwa ikitekeleza miradi ya ubia tangu 1990 ambako ilikuwa ikifanya maboresho ya sera yake kila kipindi baada ya kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zinaendelea ile miradi. Kwa hiyo tumekuwa na miradi mingi ya huko nyuma kabla ya sera mpya, ambao katika miradi ile kuna miradi ambayo ilifanikiwa vizuri, lakini kuna miradi ambayo ilikwama, haikuweza kukamilika kwa wakati. Na changamoto nyingi ambayo ilipelekea miradi ikashindwa kukamilika kwa wakati, katika moja ya sababu ambazo zipo, mojawapo unakuta wale wabia waliingia partner na wabia wengine. Yani unakuta mtu ameingia partner labda na rafiki yake au na ndugu yake, ndio wakaja kuomba mradi shirika la nyumba. Wameanza katikati, wale wakatengana. Wakishatengana unakuta labda alijitoa ndio alikuwa na uwezo kifedha. Kwa hiyo tayari miradi kama ile tayari uwezekano wa kukwama inakuwepo. Lakini miradi mingine unakuta inakwama kutokana na kutokuwa uaminifu wa wabia. Mbia anachukua mkataba na shirika, baada ya kuchukua mkataba anaenda kusecure funds kwa ajili ya ule mradi, lakini anaenda kupeleka kwenye
majukumu mengine, miradi yake mingine. Kwa hiyo unajikuta miradi yetu ilikopo inaenda taratibu kwa yule mwekezaji ambaye kafanya vile. Sasa kwa shirika la nyumba kilichotokea ni kwamba miradi ile imekuwa inachukua muda mrefu, haikamiliki kwa wakati, kama anafanya kwa kusuasua au amestaki katikati. Kwa hiyo baada ya kuboresha sera mpya, tukaja na mikakati mipya sasa ya ile miradi yote iliyokwama. Kwamba mradi ambao umekwama, kwanza tutakaa naye vikao, ile mbia tutapeana timeline mpya kwamba tunahitaji mradi wetu kamilike ndani ya muda gani. Atakaposhindwa sasa tuna hatua ambazo tunazifuata za kumpa notice kulingana na vipengele vya mkataba vya wakati ule, mikataba ambayo tuliingia nayo wakati huo. Miradi mingi ni ya nyuma 2007 2000. Kwa hiyo kulingana na ile mikataba ambayo tuliingia nayo, tunaangalia vipengele ambavyo vinatulinda sisi kuchukua hatua kama shirika la nyumba. Kwa hiyo tukishafanya process zote akashindwa, basi shirika lina haki ya kuchukua ule mradi, tunasema tuna take over kwa ajili ya sisi kuendeleza namna ambayo sisi shirika tutaona inafaa. Either tumalizie wenyewe au tutangaze kumleta mbia mwingine ambaye ataweza kumalizia. Kwa hiyo miradi kama hiyo ipo ambayo imekwama na tumekuwa tukijitahidi. Kuna ambao tumefanya nao vikao, tukaweka usimamizi mzuri, wakaweza kumaliza ndani ya hichi kipindi cha mwaka 2023 24 na 25. Mingi imemaliza, lakini kuna ile ambayo ilikwama kama miradi minne mpaka sasa hivi tumesema tumetake over, ambao mmoja wapo ni wa Morogoro. Nikushukuru Elizabeth kwa sasa, lakini baada ya wewe unanipa nafasi sasa ya kwenda kuzungumza na mmoja kati ya wale ambao wameingia ubia na shirika la nyumba la taifa, hususan katika eneo la Kariakoo. Anaitwa Elizabeth Maro, ni meneja wa miradi ya ubia kutoka shirika la nyumba la taifa, ambaye tumezungumza naye katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba. Na sasa tunakwenda kumsikiliza mmoja kati ya wengi ambao wamevutiwa kuingia ubia na shirika la nyumba la taifa. Endelea kuwa pamoja nasi. Kwa majina naitwa Majid Ali Shigogo, mkurugenzi wa Mombasa Msimbazi Fabric. Tunashukuru sana kwa fursa tuliopewa wawekezaji kuwekeza National Housing Corporation. Tunashukuru sana kwa fursa hii tuliopewa. Uwezi kulinganisha na mwanzo, awali nyumba zilikuwa za chini, ghorofa 1, ghorofa 2. Tumewekeza sasa hivi pa ghorofa 10. Na tuna maduka, mwanzo idadi yake ilikuwa maduka yao labda 7 8. Na juu apartment zao labda ghorofa ya kwanza na ya pili. Apartment labda watu wanaishi watu apartment 4. Uwezi kulinganisha na sasa. Yani tuna maduka zaidi ya 300. Yani tuna fursa kubwa sana, nataka kuwapa wawekezaji wadogo waje wawekeze. Tuna bei aina tofauti za maduka. Wanaweza kuja watu, fursa kubwa hapa ya maduka ni mengi sana tumeyatoa. Kwa tunawakaribisha pia na wawekezaji wadogo waje kuchukua maduka ili kusudi kila mmoja afanufaike kwa pande zote mbili. Tunashukuru sana. Waeleze watazamaji kwamba sasa wewe umekwisha chukua jengo moja ambalo umefanya ubia na shirika la nyumba la taifa. Jengo lako litakuwa ni jengo la namna gani? Na hapa Kariakoo kuna majengo mengi yanayojengwa. Kipi cha upekee katika jengo lako? Yani kiupekee sisi tumeboresha kisasa sana. Yani huwezi kulinganisha na majengo mengine. Yani jengo tumejenga kisasa na utaliona mwenyewe, utajionea. Huwezi kulinganisha na mwanzo na sasa hivi, vitu tofauti kabisa yani. Tumefanya mambo mingi tofauti. Tumefanya maduka ya kila bei kusudi kila mmoja apate. Hatujamnyima mjasiriamali mdogo wa chini. Tumefanya kila mmoja apate anavyotaka yeye mwenyewe. Jengo letu linakuwa na maduka ya underground, maduka yapo, ground floor maduka yapo, ghorofa ya kwanza maduka yapo, ya pili maduka yapo. Kizungumzia ghorofa ya 3, ya 4, ya 5 tuna mastore ya kutosha. Juu tuna maofisi, tuna apartment juu. Kwa hiyo itakuwa mafanikio makubwa sana kwa kila mmoja. Inaonekana jengo lako kama ambavyo tunalishuhudia katika picha litakuwa na floor zaidi ya 5. Lakini vipi, umejipanga vipi katika kuhakikisha wale wenye ulemavu watafika juu, wale wenzangu na mimi watafika juu na kuweza kupata huduma zinazotolewa huko? Yani kwa walemavu hatujawatupa mkono, tumewekea lifti ya kisasa, itawekwa lifti pale, watapanda na lifti. Yani kila mmoja atafanufaika, wenye kupanda na miguu, wenye kupanda na lifti. Na tuna generator la kisasa tumelifunga. Hata umeme ukizimika linajiwasha lenyewe. Unadhani sera ambayo imezinduliwa na NHC, sera ya ubia, kwenu ninyi kampuni ya Mambo Sasa imeleta tija gani ama imeleta faida gani kwenu? Tunashukuru sana kwa kutupa fursa hii ya kujenga, kila mmoja atapata mafanikio yake. Huwezi kulinganisha na mwanzo, watu walikuwa wanawahitaji wadogo, sasa hivi tutakuwa na watu wengi katika jengo. Kwa hiyo fursa hii tunashukuru sana NHC kutupa. Ni fursa ni kubwa, sasa tunafurahi sana kwa fursa hii tuliopewa.
kusudi kila mmoja atanufaika na tafanika wote, yani kwa jambo hili. Wathibitishie watazamaji wetu sasa na wafanyabiashara ambao baadhi wamekuwa wakilalamika kuhusiana na kwamba ninyi wabia mnaweka mambo ya vilemba, mambo ya madalali na kadhalika. Yani sisi kiukweli vilemba hatuna. Yani tumeweka mpaka wajasiriamali wadogo, wajasiriamali wa saizi ya kati, wajasiriamali wakubwa. Yani kila mmoja apate nafasi ya kuingia. Na tunashukuru Mungu tumewapa kipaumbele sana. Mwisho, jengo hili tutarajia linaanza shughuli lini? Yani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa sasa tunatarajia muda wote kufungua. So tunakaribia kumaliza. Wito wako kwa wafanyabiashara? Yani wito wangu na wakaribisha waje tu. Tutawakaribisha kwa uzuri kabisa na tutawapokea. Je, kuna nafasi? Nafasi bado zipo. Aha. Nafasi bado zipo. Na kiwango ambacho unapangisha na shilingi ngapi? Kiwango naanzia kwa 500,000, naanzia 1,000,000, 700,000, 600,000. Hongera. Kweli kama ulivyosema naonekana mjali pia na mjasiriamali aliye. Nashukuru sana. Shukrani. Asante sana. Kwa jina naitwa Masatu. Ni mfanyabiashara wa Kariakoo. Kwanza nashukuru sana serikali kwa kuwekeza kama hivi. Tulikuwa tunapata shida, maisha yalikuwa tofauti. Nyumba zilikuwa Kariakoo ni ndogo sana, kulikuwa na nyumba zinahesabika Kariakoo, lakini tunashukuru serikali kwa kutuletea kama hivi. Umeona mikataba imeingiwa hapa vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hivi leo. Sababu na kama hii nyumba ina miundombinu, umeona generator lile pale lile liko sawa, kuna lift hapa inafanya kazi, jengo linang'aa, liko vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sisi wafanya biashara, kwa sababu tayari sisi wawekezaji vile vile, sawa, wafanya biashara wadogo, na sisi tunategemea maisha yetu kupitia sehemu kama hii. Kwa tunaomba, kwa sababu kila kitu kishakaa sawa, vyoo vya kisasa vipo, malifti hapo, kila kitu kiko sawa. Kwa tunaomba watufanyie wepesi kidogo, watufungulie ili tuendelee kufanya biashara, kwa sababu kila miundombinu iliyokuwa inahitajika hapa tayari. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali watuangalie kwa hili, ili na sisi tuendelee kufanya biashara, maana tunateseka barabarani tunakokaa. Bora wafunguliwe na sisi tuingize biashara zetu, tuendelee kufanya biashara. Serikali tunashukuru sana serikali, na tunashukuru sana NHC kwa haya mazoezi waliotuletea ya kujenga kama hivi. Nyumba zilikuwa ndogo Kariakoo, zinahesabika kabisa. Nyumba kadhaa unaziona ukipita Kariakoo, Kongo, Mchikichi na Ng'ombe, Nyamwezi, nyumba zinahesabika. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa nguvu za NHC, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nyumba zimeongezeka. Ila kushaisha, tunateseka barabarani, mvua zikinyesha tunateseka. Bora tuingie humu tayari ili tufanye kazi. Tunaomba National Housing watusaidie kwa hili. Ndio hilo tu bana. Huku ninakotokea, kama ambavyo unaona kibao hiki kimeandikwa, ni underground. Jengo hili ambalo tuko hapa na leo ndipo tunapohitimishia kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba, ni jengo la ubia, jengo ambalo kampuni ya Mambo Sasa, moja kati ya makampuni mengi yaliyopo hapa nchini, ndio ambao walipata nafasi ya kuweza kuwekeza mahali hapa. Hapa wamewekeza ghorofa zipatazo 11, wanaita G+1. Kwa hiyo hapa nilipo ni sehemu tu ambapo kama ambavyo wanashuhudia, maduka tayari yamekwisha pewa namba, wanakamilisha tu taratibu chache za kimkataba ili waweze kulifungua jengo hili. Na wale wafanyabiashara walioko Kariakoo ambao unawaona wako nje, wengi wao ndio ambao watakwenda kunufaika na jengo hili. Jengo limezingatia vitu vingi sana. Jengo hili hatujawahi kuona jengo la biashara Kariakoo lenye lift. Jengo hili lina lift. Jengo hili lina standby generator. Lakini pia katika jengo hili kila floor kuna vioo, kila floor kuna feni, kila floor kuna kamera ambazo pindi wafanyabiashara wakiwa wanafanya shughuli zao hapa, inakuwa ni rahisi kuweza kuona kila ambacho kinaendelea. Kila kitu kimezingatiwa
Na hapa nilipotoka nje, kama unavyoshuhudia heka zikiwa zinaendelea, ni eneo maarufu sana, jirani kabisa na kituo cha polisi cha Msimbazi, ndipo ambapo tunaliona Mambo Sasa Tower. Wabia wamefanya kazi yao vyema na wako katika hatua ya kukamilisha. Ndipo kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba, kipindi ambacho leo tumekifanya tukiangazia sera ya ubia, ambayo shirika iliingia sera hii, iliboresha sera hii ya ubia ili basi kuweza kukaribisha makampuni mengi yaweze kufanya biashara na shirika la nyumba la taifa, wakiwemo Mambo Sasa. La ziada hatuna. Kutoka katika viunga vya Kariakoo jijini Dar es Salaam, jina langu naitwa Domina Rwemanyila wa Maisha ni Nyumba. Panapo majaliwa juma lijalo. Asante na kwaheri.